Karibu jifunze namna kubadilisha maisha yako. Kwanza kabla ya yote nianze kukueleza nini maana ya mtu tajiri, mtu wa kati au maskini. Kulingana na mtaalamu wa masuala ya kiuchumi anayefahamika kwa kuandika kitabu cha Rich Dad Poor Dad, anaitwa Robert Kiyosaki. Anasema umaskini ni mtu yote ambaye kipato chake ukikijumuisha kuanzia Januari mpaka Disemba kiko chini ya milioni 70. Sasa basi na kama kipato chako kiko chini ya milioni 70 kwa mwaka, basi utakuwa kwenye kundi hili. Na mtu wa kati mtu ambaye anaishi maisha ya kawaida ya kati ni mtu ambaye kipato chake ukikikusanya kuanzia Januari mpaka Disemba kinaweza kufikia zaidi ya milioni 200. Huyo ni mtu ambaye anaishi maisha ya kati. Lakini pia mtu tajiri ni yule ambaye kipato chake ukikusanya kuanzia Januari mpaka Disemba kwa mwaka mzima, na maanisha kwa mwaka mzima kipato chake kinaanzia bilioni 2 na kuendelea. Sasa naomba nikuulize swali jepesi. Je, wewe uko kwenye kundi gani? Ni maskini, mtu wa maisha ya kati au ni tajiri? Swali jingine, je, maisha yako yataanza kuonekanaje ambapo hautakuwa unawaza kuhusu hela tena? Hebu chukulia serious, fumba macho yako kwa sekunde kisha vuta hisia ya kuishi maisha yasiyokuwa na mawazo kuhusu gharama za maisha wala msongo wa mawazo. Fumba macho tena. Haya, vuta hisia jinsi unavyoenda kumiliki gari la ndoto yako, nyumba ya ndoto yako, shule ambazo watoto wako wataanza kusomea, mali utaenda kuzimiliki, maisha utakayoanza kuyaishi. Na kuhakikishia atakuwa ni maisha ambayo hayahitaji ufanye kazi masaa mengi kama punda tena. Vipi, unaona kama unaota ndoto? Je, vipi nikikwambia kwamba inawezekana na ni karibu sana kuliko unavyofikiri? Ngoja kwanza nianze nikupe historia yangu fupi kidogo. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa kwenye wakati mgumu sana kutokana na kufanya kazi ngumu nilizokuwa sizipendi hata kidogo. Kama vile wengine ambao hadi sasa au hadi leo bado wanakomaa na hizo kazi. Nilikuwa nikifikiri nikifanya kazi sana nitatoboa, lakini haikuwa hivyo mpaka nilipoanza kujifunza lugha ambayo sikufundishwa shuleni wala chuoni, ndipo nilianza kuona mabadiliko. Watu wengi tulifundishwa lugha mbovu sana tukiwa na umri mdogo. Tulifundishwa kufanya kazi zaidi au kupata kazi nzuri ili tuweze kuishi maisha mazuri au ili tuweze kufanikiwa. Shuleni hatukufundishwa kwamba pesa inaweza kutufanyia kazi, badala yake tulifundishwa tufanye kazi ili tupate pesa. Lugha ya pesa ni tofauti kidogo na lugha ya shuleni na hata sehemu nyingi za makazini kwetu. Yaani kama vile ilivyo kwamba ukitaka kufanikiwa kwenye nchi nyingine, hakikisha unajifunza lugha inayotumika kwenye hiyo nchi. Ni sawasawa na utajiri. Ukitaka kufanikiwa kiuchumi, lazima ujifunze jinsi pesa inavyofanya kazi na jinsi inavyoweza kuitumia au unaweza kuitumia kuwa huru kiuchumi. Kwenye maisha tuna watu aina mbili. Aina ya kwanza ni watu ambao wanafanya kazi ili wapate pesa, na aina ya pili ni watu ambao pesa inawafanyia kazi. Waajiriwa kama vile madaktari, mainjinia, wanasheria na kadhalika, wanazungumza lugha kuhusu promotion, ulinzi na mishahara mizuri. Lakini wajasiriamali kama na wawekezaji kama vile akina Elon Musk na akina Warren Buffett wanazungumza lugha ya fursa ya biashara, kwa sababu wanaelewa kwamba utajiri hautengenezwi kwa kufanya kazi ngumu, ila tu ni kwa kutumia akili. Hawafukuzii pesa kama vile watu wanavyofukuzia pesa, badala yake wanatengeneza mifumo ambayo inawaletea pesa nyingi. Nakumbuka kipindi naanza kujifunza mifumo, nilikuwa nimezama kwenye mtazamo wa kiajiriwa, nikiamini kwamba nikifanya sana kazi nitakuwa tajiri au nitafanikiwa sana, lakini haikuwa hivyo. Nilipogundua kuwa ninahitaji kubadili mwelekeo, bila kukawia nikaanza kujifunza jinsi matajiri wanavyofikiri na kufanyia kazi. Ghafla nikabadili vile nilivyokuwa, nikaanza kutazama utajiri. Niliacha kufikiria kuwa nitaingiza shingapi kwa kila lisaa, badala yake nikaanza kufikiria nitatengeneza pesa kiasi gani bila kuuza muda wangu, akili na mwili wangu. Kabla na wewe hujaanza kufikiria namna kutengeneza pesa, kwanza unahitaji kumiliki akili yako, yaani akili yako uimiliki kwanza. Sahau kila kitu ulichofundishwa kuhusu kuuza muda wako kwa ajili ya pesa. Kufanya kazi ili upate pesa ni nzuri, lakini itakuchukua muda mrefu sana kutajirika au hautotajirika kabisa. Ila kama unataka kuwa tajiri, unatakiwa kuanza kufikiri kama matajiri kuanzia leo. Matajiri wanaelewa kwamba sio kwamba unalipwa shingapi kwa siku, ila ili uweze kufanikiwa unahitaji kutengeneza shingapi hata kama ukiwa umelala. Anza kufikiri kwa namna hiyo sasa.
Ngoja nikupe mfano. Kipindi mimi naanza kujifunza kuhusu kutengeneza utajiri, nilikuwa nimekwama kwenye mtego wa pesa. Nilikuwa nikiamka asubuhi nawaza nitenge masaa mangapi, nitengeneze pesa kiasi gani. Fikira hizo hazikuwa na tija kwangu hata kidogo, kwa sababu siku ina ukomo wa masaa 24 tu. Masaa yakiisha, kiwango cha pesa kinakomea hapo hapo mpaka siku nyingine. Watu kama vile matajiri pia wako huru kwa sababu wanaweza kutengeneza kipato bila kikomo kwa sababu ya kutengeneza mifereji au mifumo ya kipato. Sasa basi, kuanzia leo zingatia mambo yafuatayo mawili. Jambo la kwanza, acha kutazama muda wako kama pesa, ila anza kutazama muda wako kama kifaa cha kutengenezea pesa zaidi. Jambo la pili, tafuta fursa za biashara ambazo zitakupatia uhuru wa kutengeneza mifumo au mifereji ya pesa kwa kuwekeza pesa kidogo, muda wako kidogo na pia hata nguvu zako. Kutengeneza mifereji au mifumo ya pesa hauhitaji mpaka uache kazi yako, shule au biashara yako. Unaweza kuanza kutengeneza mifumo wako wa biashara hata kama umeajiriwa bado, una biashara yako nyingine au chochote kile unachokifanya. Kwenye video hii nitakuonyesha namna ya kuanzisha mfumo wa biashara kupitia kampuni ya BF Suma. Ili kuanzisha mfumo huu wa BF Suma kupitia kampuni ya BF Suma unatakiwa uwe na kianzio kidogo sana ambacho kila mmoja akiamua hawezi kukikosa. Hebu ngoja kwanza nikufahamishe BF Suma ni nini, ndipo tuendelee na mambo mengine zaidi. BF Suma ni nini? BF Suma ni kampuni ya afya iliyojikita zaidi katika kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kufanya tafiti mbalimbali kuhusu maisha ya mwanadamu. Jambo la pili, kuvumbua mambo mbalimbali kuhusu maisha ya mwanadamu. Jambo la tatu, kutengeneza bidhaa za afya, na jambo la nne, kusambaza bidhaa zake za afya kote duniani. Kampuni ya BF Suma ni kampuni ambayo inapambana kumrudisha mwanadamu katika bustani ya Eden. Licha ya mabadiliko mbalimbali na mitindo ya maisha inayosababishwa na ukuaji wa teknolojia, BF Suma ni kampuni pekee ambayo inafanya tafiti na kutengeneza bidhaa zake kwa kutumia malighafi asilia kama vile matunda, mboga mboga na mimea asilia. Kampuni hii imejiimarisha sana na mpaka sasa ni kampuni pekee inayomiliki mashamba makubwa yanayotambuliwa kisheria yenye hekari za miraba zaidi ya 7,000 huko Los Angeles, Marekani. Neno BF Suma ni kifupisho cha maneno 6 yafuatayo. Neno la kwanza B linasimama kwa bright, F inasimama kwa future, S inasimama kwa superior, U inasimama kwa unique, M inasimama kwa manufacturer na A inasimama kwa America. Mpaka sasa kampuni ya BF Suma ni kampuni kubwa kuliko makampuni yote ya afya ambayo imefadhiliwa na maabara kubwa zaidi jijini Hong Kong inayoitwa Bright Future Pharmaceutical. Lakini pia kampuni hii imejizolea umaarufu mkubwa kwa kutengeneza bidhaa bora zaidi duniani. Vilevile imebahatika kutunikiwa tuzo mbalimbali na kuungwa mkono na nchi kama vile China, Korea, India, Marekani tangu ilipoanzishwa mwaka 2006 huko Los Angeles, Marekani. Bidhaa za BF Suma zinapatikana katika nchi mbalimbali hapa duniani na mnamo mwaka 2010 BF Suma ilifungua soko jipya Afrika katika nchi ya Kenya, Uganda, Nigeria, Afrika Kusini, Sudani, Rwanda na kadhalika. BF Suma iliingia Tanzania mnamo mwaka 2015 na ilisaini mkataba wa miaka 100. Makao makuu yapo Dar es Salaam, Mlimani Tower, lakini pia ina matawi kila mkoa na hata wilaya. Baada ya utambulisho huo umepata kuifahamu kampuni ya BF Suma ni nini. Lakini kampuni ya BF Suma ni vyema ukafahamu bidhaa inazozizalisha walau hata kidogo. Bidhaa za BF Suma zipo katika mpangilio wa makundi mbalimbali kama vile kundi la kwanza, kundi la bidhaa za kuongeza kinga za mwili. Bidhaa hizi zinasaidia kupandisha kinga za mwili, zinasaidia kuongeza nguvu mwilini, lakini pia zinasaidia na ni nzuri kwa waliolala kitandani kwa muda mrefu wakiwa wanaumwa na kadhalika. Kundi la pili, bidhaa za mifupa na maungio. Bidhaa hizi zinasaidia kuongeza uteute, kuongeza madini mwilini, kuondoa matatizo ya mifupa kusagika, lakini pia inasaidia kuondoa matatizo yote ya mifupa na maungio pamoja na kadhalika. Kundi la tatu, bidhaa za mmeng'enyo wa chakula. Bidhaa hizi zinasaidia kutatua changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza, matatizo yote ya tumbo. Changamoto ya pili, bawasiri. Ya tatu, unene na uzito sio kwa kawaida au sio kwa kiafya. 5, choo kigumu na kadhalika. Kundi la 4 ni kundi la bidhaa za moyo na damu. Hizi bidhaa zinatatua changamoto kama kisukari, presha, moyo, kupoteza kumbukumbu, mwili kuwaka moto na kadhalika.
Kundi jingine ni bidhaa za afya ya wanaume. Bidhaa hizi zinasaidia kuondoa changamoto kama vile tezi dume, matatizo ya nguvu za kiume, ngiri, kutungisha mimba na kadhalika. Lakini kundi la sita ni kundi la bidhaa za afya ya uzazi wa wanawake. Bidhaa hizi zinasaidia kuondoa changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza, ugumba, UTI, PID, vimbe, matatizo ya homoni, fungus na kadhalika. Na kundi la saba, kundi la bidhaa za watoto. Bidhaa hizi zinasaidia kuondoa changamoto kama vile watoto kudumaa kukua, kukosa hamu ya kula, watoto kuishiwa damu, matatizo ya macho, watoto kupungukiwa madini na kadhalika. Kundi la mwisho ambao ni kundi la nane, kundi la bidhaa za usafi binafsi. Bidhaa hizi zinasaidia kuondoa changamoto za maumivu, matatizo ya meno, ngozi na kadhalika. Kampuni ya Biesuma inatumia mfumo tofauti sana na makampuni mengine katika kufikisha bidhaa hizi kwa wateja wake. Mfumo huu unaitwa mfumo wa moja kwa moja, yani direct sales. Mfumo wa moja kwa moja ni mfumo ambao hautumiwi na makampuni mengi. Mfumo huu pekee unaongoza kwa kukuza biashara na kutoa mamilionea wengi ndani ya muda mfupi. Makampuni mengine hutumia mfumo huu. Mfumo huu unakuwa na kunakuwepo na kiwanda, lakini pia kuna wakala, kuna muuzaji wa jumla, kuna muuzaji wa rejareja na baadaye kabisa wa mwisho kwenye huo mfumo ni mteja. Mfumo huu unachukua muda mrefu sana kwa biashara kukua na kwa sababu zifuatazo. Asilimia kubwa ya faida anayoipata mfanyabiashara au mjasiriamali anaitumia kulipa kodi, ushuru, ulinzi, wafanyakazi, usafiri na kadhalika. Na ndiyo maana wafanyabiashara wengi sana wanauza biashara za Mo, lakini haitakaa itokee walingane utajiri na Mo mwenyewe. Sasa basi Biesuma inatumia mfumo huu. Hapa kuna kuwepo na mtu mmoja tu pamoja na kiwanda, maana kuna kiwanda na mwanachama. Ukiangalia hapo utagundua kuwa hauhitaji wakala mkuu, au mfumo hauhitaji muuzaji wa jumla wala muuzaji wa rejareja. Mwanachama huyo huyo anaweza kawa kila kitu. Mwanachama anaweza kuchukua bidhaa na kuitumia kwa manufaa ya afya yake, lakini pia anaweza kuiuzia kwa watu wengine kwa ajili ya kutengeneza kipato. Sasa basi Biesuma kazi yake ni kulipa gharama zote za ofisi na bidhaa. Halafu mwanachama yeye hahitaji mtaji mkubwa, hahitaji kulipia kodi, wala hahitaji wafanyakazi wala chochote kama zile biashara zingine tunazozifahamu. Yeye kazi yake ni kutumia mdomo, macho, masikio, akili na maarifa atakayoyapata kuhusu Biesuma na bidhaa zake na kufikisha kwa wateja. Kifupi tu ni kwamba kampuni ya Biesuma imekuondolea stress kabisa, stress kama vile mtaji, kodi, wafanyakazi, ulinzi, manispaa, kodi ya fremu, upotevu, maafa yanayokumba biashara zingine ambazo tunazozifahamu. Hivyo basi kampuni ya Biesuma inakukaribisha wewe mchapakazi, mfanyakazi, mjasiriamali, mpambanaji, mwanafunzi mstaafu na usiyekuwa na kazi yoyote ujiunge na kuwa mwanachama. Biesuma inamhitaji mtu yeyote yule mwenye malengo na ndoto za kuishi maisha ya ndoto zake bila ubaguzi wowote. Yaani haihitaji mpaka uwe daktari, injinia au profesa. Biesuma inahitaji kila mtu anayetaka kubadili na kuweka historia katika maisha yake hapa duniani. Kuwa mwanachama maana yake uwe sehemu ya umiliki wa kampuni au kuwa na share ya kampuni na sio kuwa mfanyakazi wa kampuni. Sasa baada ya kusema hayo, naomba tufahamu kuhusu faida za Biesuma. Unapokuwa mwanachama wa Biesuma unapata faida gani? Faida ya kwanza ni punguzo la bei. Yaani iko hivi. Ukiwa mwanachama wa Biesuma, ukitaka na wewe utumie bidhaa kwa ajili ya kuboresha afya yako, utapata bidhaa hizo kokote kule ulipo kwenye duka la Biesuma kwa bei ya mwanachama badala ya kupata kwa bei ya mteja. Faida ya pili, faida ya rejareja. Ukiwa mwanachama, kampuni inakupatia uhuru wa kumuuzia mtu mwingine serious. Faida ya tatu ni malipo ya kila mwezi. Iko hivi, ukiuza bidhaa na ukatengeneza faida na ukaamua kununua bidhaa au ukaamua kununua bidhaa za Biesuma, kampuni inakulipa malipo na malipo yote huwa yanafanyika kila tarehe ya 15 ya mwezi, na unaweza usinielewe kwa sababu ushazoea biashara zile. Na maanisha kuwa wewe ni mwanachama, ukinunua au kuuza bidhaa za kampuni lazima kampuni ikulipe, kwa sababu kampuni haimjui mteja wako wala haijatafuta na wala haijatenga pesa kwa ajili ya kutangaza kwenye ma-TV, redio wala kokote, isipokuwa wewe ndiye umefanya kila kitu. Kwa hiyo lazima ulipwe,
Nafikiri umenielewa sasa. Maisha yanaenda kasi sana. Sasa hivi hata ukimpeleka rafiki yako saluni unayosuka au kunyoa, kisheria mwenye saluni anatakiwa kukulipa commission kwa sababu umempelekea mteja. Hapa kwenye faida na malipo ya kila siku ndipo kuna ulaji sasa. Utasikia mtu analipwa zaidi ya milioni 50 au kadhalika kwa mwezi. Usishangae, hii ni kawaida tu kabisa. Na unaweza usinielewe sasa, lakini ukijiunga na ukatia nia haya ninayosema, utajionea live bila chenga. Hapa nina akaunti za wanachama wawili kwa leo tutazungumzia. Akaunti ya kwanza ni mwanachama mmoja ambaye ni top earner wa kampuni yuko Kenya. Huyu alijiunga biashara hii ya Biosuma mnamo mwaka 2012 ambapo kwa mwaka mzima kuanzia Januari mpaka Disemba alibahatika kulipwa na jumla ya milioni 23 na laki 9 na pointi kama unavyoziona. Mwaka 2013 alilipwa milioni 54 na point. Mwaka 2014 milioni 294. Mwaka 2015 milioni 671 na point. 2016 milioni 991. 2017 bilioni 2. 2018 bilioni 4. 2019 bilioni 4.9. 2020 bilioni 5.5. 2021 bilioni 7. Na mwaka 2022 alilipwa bilioni 11.369 na makadirio ya mwaka 2023 ilikuwa kuanzia Januari mpaka Disemba alilipwa bonus yenye thamani ya zaidi ya bilioni 17 na mwaka 2024 ilikuwa ni mara 2 ya bilioni 17 na point. Hiyo ni mwanachama wa kwanza. Lakini pia kuna akaunti ya pili ambayo ni Tanzania, huyu ambaye ni top earner ambaye anaongozea kwa kulipwa pesa nyingi zaidi Tanzania. Huyu alijiunga Biosuma mwaka 2015, alipwa zaidi kuanzia Januari mpaka Disemba alipwa milioni 3.5, 2016 milioni 11, 2017 bilioni 11.7, 2018 milioni 37, 2019 milioni 193, 2020 milioni 387, 2021 milioni 514, mwaka 2022 milioni 754 na mwaka 2023 kuanzia Januari mpaka Disemba makadirio alikuwa amelipwa bilioni 4 point kadhaa, na mwaka 2024 kuanzia Januari mpaka Disemba ilionekana ilipwa zaidi ya bilioni 7 na kuendelea. Faida ya 4, tuzo ya safari. Iko hivi, kampuni ya Biosuma hutoa tuzo za safari kwa kila mwanachama au wanachama wanaokidhi vigezo. Biosuma huwa inaweka vigezo ambapo ukivitimiza tayari inakutunuku safari. Wanachama wanaoshinda safari wanasafiri kwenda nchi kama Dubai, Afrika Kusini na mabara mengine ya Ulaya kwenda kutalii na kuongeza hasira ya kuchapa kazi na kufanikiwa zaidi. Katika safari hizi kampuni inalipia gharama zote, kuanzia hoteli watakaofikia wanachama wake, chakula, vacations, wakiwa safarini, lakini pia unaweza kuangalia shuhuda hizo ambazo ziko mbele yako hapo unazoziona. Hizo ni shuhuda za mwaka juzi. Hizo shuhuda, kuna shuhuda za aina nyingi pale. Kuna shuhuda za mwaka juzi ambapo mwaka juzi walioshinda safari walikuwa zaidi ya 30, na mwaka jana walioshinda safari walikuwa zaidi ya 70, na mwaka huu itakuwa zaidi ya 100. Faida ya 5, tuzo ya gari. Kampuni huwa inatoa zawadi za magari kwa wanachama watakaokidhi vigezo, na pia huwa kuna vigezo vya kupata gari. Kumbuka magari haya sio ya kampuni wala mikopo, ila yatakuwa ya wanachama walioshinda. Hata wakiamua kuyauza ni ya kwao, ili waweze kuhamasika kufanya kazi na kufanikiwa zaidi. Hapo kuna ushuhuda nimekuwekea, ushuhuda wa watu walioshinda gari kwa siku za nyuma. Halo, habari, na itwa Kambarage Samuel Laurenti, ni msambazaji wa bidhaa za kampuni ya Biosuma, bidhaa za afya, ambaye mimi nilikutana na fursa hii mwaka 2020. Ilikuwa mwaka 2020 mwezi wa 10 ndio nilikutana na nikaipenda. Baada ya kuipenda kiongozi wangu akanifundisha, aliponifundisha nikaanza kufanya. Haikuwa rahisi sana, lakini wakati naanza nakumbuka mwezi mmoja baadaye kulikuwa na sherehe za magari zilifanyikia Mlimani City, washindi wa magari na safari. Mwaka uliofuatia pia sikuwa naamini kama inawezekana kiurahisi kwa sababu ya aina maisha ambayo tumekuwa huko ambako wazazi wetu wanamiliki baiskeli, ndio vyombo vya usafiri vikubwa tulivyokuwa navyo.
So nikawa nafikiri mimi naweza kufanya biashara kwa maana kujikimu maisha na vitu vingine. Katika kujifunza na kuona watu wakiwa wanafanikiwa, mwaka 2021 nikaweka nia, nikasema nataka kushinda vyovyote iwavyo, lakini lazima nishinde. Nikaandika mpango wangu, nikamfuata kiongozi, nikamwelezea, akaniambia inawezekana, cha msingi ni kufanya kazi. Nikafanya kazi, namshukuru Mungu. Mwaka mmoja baadaye niko na chombo hii hapa, Subaru Forester ya mwaka 2014. Najisikia raha sana. Nasema kukaribisha sana Biefsuma, na wewe ambaye tayari upo, njoo tupambane. Umejiunga upya, njoo tupambane, yote yanawezekana. Mungu awabariki sana. Safari ya miaka 3, gari hapa. Safari ya miaka 3 international ipo, safari tayari tunakwenda Ulaya huko kupumzika. Safari ya miaka 3 si haba, Mungu anatupa pesa na maisha yanaendelea. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina naitwa Yohana Mgabo. Mimi ni msambazaji wa bidhaa za Biefsuma. Nimeanza biashara miaka 3 iliyopita, na katika mafanikio hayo ya kuanza biashara nilishirikishwa na kiongozi wangu. Lakini kiukweli nilikuwa na kazi zingine ambazo nilikuwa nafanya, lakini hazikuweza kunipa majibu na matokeo makubwa kama ambavyo hii kazi ambayo nimeifanya kwa miaka 3 imeweza kunifanikisha. Hapa ninapoongea mbele yenu, kama mnavyoona, kuna chuma maridadi ya chuma kubwa, tako la nyani. Ukweli mimi na tako la nyani wapi na wapi. Kwa hiyo dude hili hapa nimelipata ndani ya miaka 3 chini ya mpango masoko wa kampuni ya Biefsuma, kwamba kufanya kazi kwa bidii, kuwa mvumilivu na kujituma na kuheshimu viongozi. Wasikilize sana wale ambao wamekutangulia kwenye biashara. Ukweli nina furaha, ninaielezea dunia mzima kwamba mimi nina furaha. Sijawahi kumiliki chuma kali kama hii. Kiukweli nina furaha, ninajivunia kuwa na gari hili kutoka katika kampuni ya Biefsuma. Kiukweli namshukuru Mungu sana kwamba nimepata gari hili ambalo limenipa furaha katika familia yangu, kwa majirani zangu na katika familia kwa ujumla. Kwa hiyo nimshukuru Mungu katika hili. Mungu awabariki sana. Naitwa Shukrani Magoti, msambazaji wa bidhaa za Biefsuma. Namshukuru Mungu kwamba kwa miaka yangu 5 katika kufanya kazi na kampuni hii ya Biefsuma nimepata gari la ndoto yangu, kama ambavyo kampuni imekuwa ikiahidi kufanya kazi kwa bidii, lakini kutoa kile ambacho wanakiahidi. Kupitia kufanya kazi, lakini kupitia kushirikiana na viongozi wenzangu na timu yangu, nimeweza kupata gari ya ndoto yangu, Discovery 4 series, gari ambayo ni nzuri sana. Nimekuwa nikiota tangu nilipokuwa naanza biashara hii. Lakini pia mwaka jana walikuwa 7 na mwaka huu watakuwa kama mvua. Faida ya 6, tuzo ya nyumba. Kampuni ya Biefsuma huwa inatoa tuzo za nyumba yenye thamani zaidi ya milioni 360 kama nyumba ya kuishi kila baada ya miaka 5 ukiwa katika daraja la 12. Angalia ushuhuda hapo chini. Mwaka jana tulikuwa na mshindi mmoja tu wa nyumba ambaye ni Dr. Ibrahim Chen. Tokea nilipoanza kufanya kazi na kampuni ya Biefsuma, nakumbuka kipindi naanza kampuni ya Biefsuma, kampuni hii mwaka 2015 ilinipromise kwamba nitapata magari, nitapata safari za nje kila mwaka ambayo ni holiday, lakini pia nitapata nyumba. Ni kitu kikubwa ambacho ni villa unapata kubwa, ambayo unahitaji kusubiri baada ya miaka 5 baada ya kufika ngazi ya 11 na ya 12. Kiukweli hii ndio ilikuwa achievement kubwa ambayo mimi nilikuwa naisubiri kwenye maisha yangu. Nilifanya kazi kwa bidii mpaka mwaka 2019 mwezi Januari ndipo nikaingia kwenye incentive rasmi ya kuweza kulipwa nyumba. Kwa hiyo nimefanya kazi kwa muda mwaka 2019 Januari, 20, 21, 22, 23 Disemba ndipo nilipokamilisha mzunguko wa miaka 5 ya kuweza kumaintain hizo rank. Na baada ya hapo nikawa nasubiri sasa. Leo asubuhi nikiwa niko Kampala, Uganda, nimepata taarifa rasmi kwamba nimekuwa mshindi wa safari wa nyumba Biefsuma ambayo ni Villa Fund, ambayo hii ndio biggest incentive kubwa ambayo kila mmoja huwa anaweza kuisubiri. Nilikuwa siamini kwanza, nimetumiwa message nikasema nasubiri mpaka watakapo post kwenye official page ya Biefsuma, hapo ndipo nitaamini. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya adimu ambayo nafikiri nimekuwa Mtanzania wa kwanza kuweza kuwini hii nyumba. Lakini yote ni kwa sababu ya uvumilivu, kuamini na kufanya kazi kwa bidii, ambacho hichi ni kitu ambacho kila mtu anakiweza. Kwa hiyo si kwangu tu, hata kwako pia inawezekana. Kwa hiyo mimi nikutie moyo wewe ambaye unatamani.
nilikuwa napingana na pressure nyingi za watu, jenga nyumba, unaishi nyumba ya kupanga, kamekwenda kamerudi. Nikamwambia sawa, lakini mimi nilikuwa nasubiri hii. Baada ya hii sasa majumba yanakuja. Sasa hivi naacha magari, nitakuja kwenye majumba, nikianza na hii ya BF Suma ambayo ni Villa Fund. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Nashukuru timu yangu kwa kuwa pamoja na mimi kwa muda wote mpaka sasa. Tuendelee tena, kwa sababu hii ni sasa hivi, lakini baada ya miaka 5 tena ninapata nyingine. Kwa hiyo ni kitu moja ambacho ni amazing sana. Kwa hiyo wewe ambaye bado hujajoin BF Suma, angalia mfano wangu. Kwa hiyo ukitaka kuwa na mambo mazuri ambayo niko nayo mimi, wewe jua tu mimi ni BF Suma ndio inanifanya niwe na mambo mazuri na hakuna kitu kingine. Kwa hiyo asanteni sana. Mimi ni mshindi rasmi wa nyumba mwaka 2024 kutoka BF Suma, the only one in Tanzania. Na wewe utakuwa the second one. Push, amini inawezekana, fanya kazi kwa bidii. Kila kitu kipo kwa ajili yetu. Asante sana. Unaweza kujiuliza kwa nini BF Suma yajitoa kiasi hicho? Jibu ni kwamba BF Suma ni kampuni pekee inayoamini kuwa mafanikio yake yanaanzia kwa wanachama wake kwanza. Inaamini wanachama kifanikiwa tayari na makampuni au kampuni ya BF Suma itakuwa imefanikiwa. Hivyo basi sio rahisi kampuni ya BF Suma kufa leo wala kesho. Kuna watu wengi wanauliza kwamba nawezaje kujiunga kwa mwanachama? Kujiunga kwa mwanachama BF Suma ni virahisi sana. Utapewa vitu vifuatavyo. Kitabu cha mkataba cha njano kinachoeleza mambo yote kuhusu BF Suma, kuanzia historia ya kampuni, bidhaa, faida zake, sheria, wajibu na haki. Hivyo kama BF Suma haitakulipa stahiki zako, unaruhusiwa kwenda ofisi yoyote ile ya BRELA ili kushtaki kampuni. Na endapo utashinda, kampuni itabidi kulipe kitendea kazi cha kampuni na kupatia bidhaa za kuonja kwanza, ili kabla hujaenda kumwambia mtu mwingine atumie, basi na wewe uwe umeshatumia na umeshajiridhisha kwamba hizi bidhaa zikoje. Lakini pia namba 3, kitambulisho cha kampuni. Kampuni inakupatia kitambulisho kinachotambulisha kama wewe ni mwanachama, hasa pale ukitembelea kwenye duka lolote la BF Suma ili kutambulika au kutambulika Tanzania, Afrika na hata mabara mengine. Kupitia kitambulisho hicho utatambulika. Namba 4, utapewa vitendea kazi vingine. Wakati unajiandikisha utaulizwa jina la mtu wa karibu au mtu wako wa karibu au mrithi. Hii inamaanisha kwamba BF Suma ni mali. Hata usipokuwepo atarithi yule ambaye ulimwandika kipindi unajisajili. Huyo ndo atarithi akaunti yako na atarithi kila kitu ambacho utakuwa umeshakitengeneza kutoka na BF Suma. Baada ya kujiunga, zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, uwe tayari kufundishika na kujifunza kutoka kwa wanaofanya na waliofanikiwa na BF Suma. Pia acha ujuaji, lakini pia acha kuulizia kuhusu BF Suma kwa wasiofanya biashara hii au ambao namna hiyo. Jambo la pili, tumia bidhaa upate shuhuda. Tumia bidhaa upate ushuhuda na upate uhakika kabla haujamwambia mwingine. Hakikisha na wewe ni uwe mtumiaji mzuri wa bidhaa za BF Suma, kwa sababu hauwezi kumwambia mtu atumie wakati wewe mwenyewe una shida kama zote. Kwa hiyo lazima utumie bidhaa za BF Suma pia kwa ajili ya kujiridhisha zaidi na kupata shuhuda. Jambo la tatu, shirikisha watu wengine wengi zaidi. Huko BF Suma tuna kazi kubwa mbili tu. Kushirikisha na watu wengine bidhaa waonje, waone uzuri wa BF Suma. Lakini pia shirikisha fursa hii kwa watu wengine ili nao waijue uzuri wake. Sasa basi, BF Suma inaweza isiwe biashara ndoto zako, lakini ina uhakika BF Suma inaweza kufanya ndoto zako zitimie. Karibu jiunge nasi, tutimize ndoto na malengo yetu kwa pamoja. Belong to our participants. It's your time, it's your glory time. So just enjoy today and motivate everybody. Thank you.
makampuni ya namna hii ambayo yameonyesha credibility ya kufanya mambo kwa uhakika. Hatutaki makampuni yenye ubabaishaji. Hatutaki yanayowatapeli wananchi, ya kuambia njooni hapa mkifanya hivi mtapata hiki alafu hawapati. Kwa hiyo tumekuja serikali kwa sababu tumejiridhisha kwamba hawa watu ni genuine, walichosema ndicho wanachotekeleza, lakini pia unaweza ukaona ni watu kiasi gani